Another session of Deep Dive. I'm the gentleman, Sadruk Barak. Naitwa Venture, karibu kwenye Deep Dive. Dating app kwenye simu yako? Dating app hapana. Nilijaribu back in the days lakini zilinishida. Kulikuwa na Tinder, kulikuwa bado Tinder, kulikuwa na Tango. Siku hizi imekuwa rahisi zaidi kupata tendo kuliko kupata mahusiano. Okay? Let's do this. Okay, tunaelekea. Sawa, wakati unanielezea kuhusu hasara za mitandao ya kijamii, kuna swali lilikuwa kichwani mwangu, nikasogea kwanza kidogo upate kwa mahusiano na kushambulia. Wewe ni shambulia tu wewe. Ukipata mwenza au labda mke, uko tayari kumpublish kwenye mitandao ya kijamii? Au wewe cha kwako? Kumpublish like kumposti like your life au kumuonyesha? Niko tayari. Niko tayari as long as yule najua ni mpenzi wangu, anajua ni mke wangu. Namposti, yani akimposti so ile kwamba sijui ukimposti sijui na ataondoka sijui watu watamshambulia, hiyo itakuwa ni another case. Lakini kwamba mimi kile na posti kile ambacho nakuwa nakitaka mimi, ndio maana social media. Of course siangalii mawazo ya mtu kwamba don't post her sijui nini, hapana. Sio tu kuondoka, wengine labda ndo wanawaepusha na bullying. Kwa nini mfanyia you never know, labda kuna mtu huko X au nani, wewe kumpost yule tayari anaweza kumbull. We don't live the past. You don't live the past. We don't live the past. Huwezi kumcontrol mtu ambaye tayari umeshaacha. Huyo sasa ndio unakwambia, ukiingia nikishaingia kwenye social media, yani ujue umeingia vitani. Yani wewe umeingia vitani, yeye ambaye unampost namjenga kuingia vitani na yeye. Namjenga kwa wanajeshi wawili. Yes, mnashirikiana. Tunakuwa wanajeshi wawili. Kuposti watoto. Na posti vizuri tu. Yeah. Amna shida. Nafikiri kila mmoja atakao kuwa na life yake, lakini ndio hivyo kwenye hasara zake ni moja ya vitu ambavyo vinafanya watu wanashindwa kuposti watu wao na familia kwa sababu hizo za security na hizo bullying, kwa sababu mtoto anaweza kuwa bullied akaharibika kiakili kabisa. Okay. Leo unanionea sana huruma. Leo unanionea sana huruma. Hapo mimi nimepaka kukushambulia. Umeshawahi kutongoza au kutongozwa kwenye social media? Yeah. Mbona cheka? Sikuwa najua utaenda kushoot straight hivi. Yaani nimechokoza mzigo wa nyuki ambao umenishambulia. Tende kazi. Okay, nimeshawahi kutongoza lakini pia nimeshawahi kutongozwa. Ilikuwaje? Nafikiri kwanza niseme hiyo ni moja ya hasara ya social media, urahisi wa mtu kumfikia mtu yeyote. Na siku hizi imekuwa rahisi zaidi kupata tendo kuliko kupata mahusiano. Okay. That's why kitu ambacho kimeua pia maadili, hadi mtoto wa kike anaweza kukutafuta wewe kijana wa kiume akakutongoza kwa sababu ya urahisi wa social media. Anaona huyu mtu nikipata nimefanikiwa, nikikosa huko waliko atajua mwenyewe, kwa sababu anajua kwamba yeye yuko mbali, lakini kuja kukonfront uso kwa uso akakwambia hicho kitu hasingeweza. Lakini kupitia social media anakuandikia. Na kwa upande wa kutongoza, imekuwa pia njia rahisi. Ndio ile wanasema kuliko kuviziana kwenda kisimani kakake akukute mrushane mitama, upangilie maelezo mengi. Social media unaweza kuwa unatoa ChatGPT unampestia pale, anaona ujumbe huu umenigusa. Yes, poem ya maana, kumbe umetoa zako ChatGPT amekurahisishia hata maneno ya kutongoza uhangaiki. Hapo umewin. Ni application gani unaipenda zaidi kuitumia? Okay, it used to be Instagram. Na kwa nini? Kwa nini Instagram? It used to be, lakini back then nafikiri kwa sababu tulikuwa bado tuko kwenye hizo era za gramming. Lakini so far naona TikTok is taking over kwa sababu tuko kwenye ulimwengu wa video zaidi, quality, tunaongelea 4K na HD and TikTok is doing that. Lakini namna ambavyo wanafanya algorithm zao, ukiwa unapita kwenye hizi platform ni wanasoma algorithm yako. Kama unaangalia sana vitu vya kuchekesha, ndio vitu ambavyo watakuwa wanakuletea. Kama unaangalia sana mapishi na usipokuwa makini unaweza kufumaniwa hapa.
wale wanawake ambao wanakili sawa, wanajua mitandao ya kijamii wangaiki na wewe. Alafungua tu browser yako. Alakuta zile vitu unaviangalia kwenye una dating app kwenye simu yako. Dating app hapana. Nilijaribu back in the days lakini zilinishinda kwa sababu ipi ambayo it was Badoo. Ilinishinda Badoo. No, sijaenda sana kwenye dating app. Ni Badoo. Ilinishinda kwa sababu namna ambavyo watu wanaweza ku ghost. Like mtu anaweza kutengeneza fake profile akaongea na wewe ukiwa unajua ni mtu fulani, then kumbe sio huyo mtu husika. Lakini pia scamming ni nyingi sana, hata security hivyo. Kwa hiyo hiyo ndio sababu ilinishinda. So I've been there for some time lakini no thank you. Next. Kabla hujaenda sehemu, naomba uniambie. Ngoja kwanza. Kabla hujaenda sehemu, una dating app? Ili swali nawaza umelitoa wapi? Una dating app? No, mimi sina. Used it to have? Yes, sometimes. Which one? Sometimes. Sometimes that means you don't have right now, lakini when you feel like having it, I used to have. Okay. Back in then. Lakini sasa hivi situmii tena. What went wrong? A lot. I'm having time. No. Okay, a little bit basi. Okay, iko hivi. I've been using a dating app back then. Tulikuwa by the way, sasa unajua zile unaingia huko kwa ajili ya kutafuta labda usijua zile. Yeah. So Bukati kwanza. Mtu anayekuangalia ajui hiyo dating hapo ni ipi. Nianze. Hata mpe mwaka na wewe. Sasa nyakati yote aniangalia mimi. Kijicho. Kwa mfano Baraka alisema Badoo. Kuna Badoo, kuna Tinder. Kulikuwa na Tinder, kulikuwa Badoo, Tinder, kulikuwa na Tango. Alafu na rangi nyekundu ni Viber. Yeah. Imo. Kulikuwa na BBM. Ilikuwa po BBM for just a video call. Yes. Okay. Let's go to the cars. Okay. Nilimind hilo swali ulikuwa unauliza. Okay. Mimi bado nina kiu ya kujua application ambazo za dating ushawahi kutumia. Yaani bado nina kiu. Yaani hamna namna ambavyo umetumia utaki kushare na sisi. Twende mzee, ngoja nikutajie. Ya kwanza, kuna Viber. Wewe ni wa zamani sana. Kuna Tinder. At least is that kuna Badoo. Kuna Tango. Kuna BBM. Ushatumia BBM wewe? My Blackberry Light. Chill bro. Mbona sasa hizo ni baadhi tu. Sasa kuna hiyo moja hiyo ilikuwa inaitwaje siyo bwana Wahindi wa Pakistani wanasumbua vibaya mno. Ile mwanangu ukiingia tu. Yani wadada Wahindi wa hivi Pakistani. So it's kind of like of annoying kana mpaka inakela. Lakini wabongo wakuti. Sasa mimi nakuwa shauku yangu kubwa ya kuingia ni watu wa bongo. Umeona? Na asilimia kubwa kule expectation kubwa za watu ambao wanatumia hizi dating app ni kupata mtu labda mwenye anayewia fulani, labda mtu mwenye hela, mwenye nani. Yes, that's the target. Especially sana wadada wa kibongo ambao ukimkuta kule anatafuta mzungu. Umeona? Yes, anatafuta mzungu. So yeah, it can turn off. Yep, tumedate online lakini we never met. Hivyo tuka block, yani ikafanya tuka break up huko juu kwa juu. Almost 3 months. 3 months we used to date but we never met. Hiyo ilikuwa moja ya swali langu, like have you ever met someone online dating sometime? Na wengine mwingine nishakutana nao kabisa.
mambo kama fresh na mahusiano yakaendelea kama kawaida. Ushawahi kudate na mtu online then siku labda mmeplani kukutana ukamuona afu usivutiwe naye ukamtelekeza? Ndio, na tena nikajificha kabisa. Yani kama nilipanda usafiri au daladala, najificha kabisa na no, hapana. Lazima simu. Kule ulipoona Black Beauty, shape namba 8 mrembo, lakini unakuta shani kipini tandem. Unajua mimi excuse me mimi nimetumia jina bala, lakini for me it's not my favorite, because I like some napenda English figure, you know. Unaifahamu au ushawahi kutumia OnlyFans? No, I never used it. Ushawahi ku-explore ukaiona? Kwa nini hujawahi kuitumia? Sijawahi kutumia kwa sababu I don't have interest and I don't really want to know about it. Sijui. Okay.